Nikageuka kumtazama Salum. Uso wake ulikuwa umejaa hofu, lakini badala ya kukaa kimya, alipiga kelele kwa nguvu. "Kimbia David, usiangalie nyuma. Kimbia." Tunaendelea na sehemu ya 7 ya simulizi yetu ya David. Sauti ya Salum ilinichoma masikio. Sikufikiria mara mbili. Niligeuka na kukimbia kupitia mlango wa nyuma wa kibanda. Nilisikia kelele zikianza nyuma yangu. "Kamshikeni, asitoroke." Mapigo ya moyo yalikuwa makali, kiasi kwamba nilihisi kama kila mtu aliyekuwa sokoni angeweza kusikia. Nilipita kati ya vibanda, nikagongana na meza ya mfanyabiashara mmoja. Machungwa yakatawanyika kila upande, lakini sikuweza kusimama. Nilijua kwamba nikisimama, huenda nisingepata nafasi nyingine ya kukimbia. Nilipoifikia barabara ya udongo, nikageuka kwa haraka. Wanaume wale wawili walikuwa tayari wametoka ndani ya kibanda. Walikuwa wakinifuata. Mmoja wao alionekana kuzungumza kwenye simu, kana kwamba alikuwa akimjulisha mtu nilikokuwa. Nilizidi kukimbia. Nikakata njia ya kuelekea mashambani. Baada ya dakika kadhaa, makelele yao yakaanza kupungua. Nikajificha nyuma ya kichaka kikubwa. Nilikuwa napumua kwa shida. Mwili wangu wote ulikuwa umeloa jasho. Nilikaa kimya kwa muda nikisikiliza. Hakukuwa na sauti. Labda walikuwa wamenipoteza, au labda walikuwa wakinisubiri nijitokeze. Nilitoa simu yangu mfukoni. Nilitaka kumpigia baba mdogo, lakini kabla sijabonyeza namba yake, nikakumbuka maneno ya Salum. "Usirudi nyumbani moja kwa moja." Nikairudisha simu mfukoni. Kwa mara ya kwanza nilihisi kwamba sikuweza tena kumwamini mtu yeyote kirahisi. Nilianza kutembea taratibu kupitia njia za pembeni za kijiji. Jua lilikuwa limeanza kupanda. Watu walikuwa wanaendelea na shughuli zao za kawaida. Hakuna aliyekuwa akijua kwamba muda mfupi uliopita nilikuwa nakimbia kuokoa maisha yangu. Nilipofika karibu na shule ya msingi, nikasimama. Kulikuwa na benchi la zamani chini ya mti. Niliketi hapo. Nikatoa ile picha niliyochukua kwenye bahasha ya Salum. Picha ile ya familia yetu, mimi, mama, baba na yule mtu aliyekuwa nyuma yetu, yule mwanaume mwenye miwani mweusi. Nilitazama picha ile kwa makini zaidi. Kulikuwa na kitu ambacho sikuwahi kukiona hapo awali. Nyuma kabisa ya picha kulionekana jengo lililokuwa limeandikwa kwa herufi zilizofifia. Niliangaza kwa simu. Sikuweza kusoma vizuri, lakini niliweza kuona neno moja tu, halmashauri. Nikakunja uso. Kwa nini picha ya familia yetu ilipigwa mbele ya jengo la halmashauri? Na kwa nini yule mwanaume alikuwa nyuma yetu? Maswali yalizidi kuongezeka. Ghafla nikasikia sauti nyuma yangu. "David!" Niliruka kwa hofu. Nikageuka haraka, lakini hakuwa yule mwanaume mwenye miwani. Alikuwa msichana mmoja. Alionekana kuwa na umri unaokaribiana na wangu. Alikuwa amevaa gauni la bluu lililofifia. Alinitazama kwa macho ya tahadhari. "Wewe ni nani?" Hakujibu swali langu. Badala yake akauliza, "Wewe ndiye mtoto wa Danieli?" Nilihisi moyo wangu ukipiga kwa nguvu. Nikamwambia, "Wewe unamjuaje baba yangu?" Msichana yule akatazama kushoto na kulia, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Sina muda mwingi." Nikamuuliza, "Nini?" "Wanakutafuta." "Nani ananitafuta?" "Hao uliowakimbia." Nilihisi mgongo wangu ukipata baridi. Nikamuulizia, "Nani amekuambia?" "Hilo si muhimu." Nilimuulizia tena, "Unanijuaje?" Alinitazama kwa sekunde chache, kisha akasema,
Mama yangu alinielekeza kwamba siku moja ukirudi kijijini nikupatie huu mzigo. Akaninyoshea bahasha ndogo ya rangi ya kahawia. Niliipokea taratibu. Nilimuulizia, ndani kuna nini? Akasema, mimi sijui. Nikamwambia tena, hata jina lako hujaniambia. Msichana yule akatabasamu kwa huzuni. Kisha akanambia, majina mengine ni salama yakibaki siri. Kabla sijauliza swali lingine, tulimsikia mtu akipiga filimbi upande wa pili wa shule. Uso wa yule msichana ukabadilika ghafla. Akasema, wamefika. Akina nani hao wamefika? Akanambia, ondoka hapa sasa hivi. Nikamwambia, hebu subiri. Lakini tayari alikuwa ameanza kukimbia. Baada ya sekunde chache alikuwa ametoweka kabisa kati ya miti. Nikabaki nimesimama nikiwa nimeishikilia ile bahasha. Mikono yangu ilikuwa inatetemeka. Polepole nikaifungua. Ndani kulikuwa na karatasi ndogo iliyokunjwa mara 4. Nilipoifunua kulikuwa na sentensi moja tu iliyoandikwa kwa mwandiko wa haraka. Usimtafute tena Salum. Kama bado unataka kujua ukweli, nenda kwenye makaburi ya zamani kabla jua kuzama. Chini yake kulikuwa na alama ndogo ya kalamu. Haikuwa jina, haikuwa saini. Ilikuwa alama ile ile niliyoiona kwenye ukurasa wa mwisho wa daftari la baba yangu. Nilihisi damu ikiganda mwilini. Ina maana mtu aliyeandika ujumbe huu alikuwa anamfahamu baba yangu. Lakini kabla sijapata muda wa kufikiria zaidi, nikahisi mkono mzito ukishika bega langu kutoka nyuma. Sauti nzito ikasema kwa utulivu, safari hii huwezi kutoroka David.